Naam, karibu Wanyabi TV, ndo kwanza tunaanza na haya ni matukio mitandaoni. Barabara kabisa. Kabla sijaanza kwenye habari ya kwanza, ninao taarifa kidogo ya kusikitisha. Enyi vijana wa kike, jaribuni kuwapa utamu vijana wa kiume, maana sielewi. Habari yangu ya kwanza inasema hivi: bibi abakwa na kijana wa miaka 30 mpaka 40. Ni habari ya kusikitisha sana. Hebu sikiza sauti yake kwanza. Aliyoniingilia ni kijana, sio mzee wala. Ni kijana. Anaweza akawa na mtu mwenye miaka 30 au 40 na. Kwa habari kamili tunaye ripota wetu mtaani kwako ambaye anacho kinaga ubaga cha story nzima na anasema kama yafuatayo. Naam, ripota wangu pote ulipo. Naitwa Mwalimu Kapoza kutoka Wanyabi TV na nina ripoti kutoka Arusha, eneo ambalo tukio limetokea kwamba bibi abakwa. Na kijana aliyefanya tukio hilo ni wa mtaani kabisa. Bibi anasema akimuona basi anaweza kumjua. Sijui walikaa style gani, lakini bibi anasema anaweza kumtambua kama akimuona tena. Aliyefanya tukio hilo kijana amepotea mtaani. Alimlaghai bibi kwa soda na kuingia kufanikisha tukio lake la kiuzalilishaji. Wanafahamiana na bibi kutoka zamani kwa sababu bibi alikuwa anafanya biashara zake zilizomfanya akafahamiana na huyu kijana. Bibi habakwa. Kesi iko polisi na polisi watafanya juu chini kumkamata kijana, ila bibi abakwa. Asante studio. Naam, natumaini polisi watafanya yao kwa ajili ya kuhakikisha kwamba sheria inafuata mkondo wake. Huyu aliyefanya hichi kitendo achukuliwe hatua madhubuti, ikiwezekana apelekwe lumande ili iwe fundisho kwa wengine, kwa sababu soda ilimponza bibi na yeye inabidi ubakaji umponze. Haya, tukitoka katika tukio hilo tunakuja katika tukio la pili ambayo nayo hii ni imetrendi mitandaoni. Na hili tukio, wazazi siku zote wapo kwa ajili ya kuwafundisha watoto zao, si ndio? Lakini kama mtoto akikosa adabu inabidi aadabishwe. Sasa katika tukio moja la kushangaza, mtoto mdogo ama kijana mdogo aliweza kumuita mtu shoga. Alimuita shoga. Kilichotokea, alipigwa kipigo. Unasikia hiyo sauti? Sasa hii ripoti pia nayo mchambuzi wangu anayo taarifa zaidi na ana uwezo wa kutuambia kwamba ilikuwaje namna gani mpaka huyu kijana mdogo akapokea kibano akafunzwa adabu. Naam, ripota wangu. Ndio. Vijana wana lugha ambazo si nzuri, wanajifunzia wapi na hatufahamu. Kijana katumia lugha si nzuri kumpresent mwenzake, kumuita shoga. Na amepata kipigo ambacho si cha kawaida. Hata kama unamwazibu mtoto pia si kumwazibu vile. Baba mtu kaingilia kati, kaenda kwa mwenyekiti kushtaki, na sasa kijana aliyofanya tukio la kumpiga kijana yule mdogo anatafutwa. Huenda akatiwa kizimbani. Ila kuitwa shoga nayo haijakaa kinyamwezi. Hii inabidi vijana mjue na matumizi ya maneno mnapokutana na watu ambao kidogo wamewazidi umri. Hata kama mnataniana, msitumie matani yasiyofaa, kwa sababu hilo neno sio zuri kumuita mtu, hususan kama siye. Haya, tunakwenda kwenye habari ya tatu, matukio mtandaoni ama matukio mitandaoni. Hii hapa nayo ni ya kusisimua sana kwa wale vijana wangu wa kunyonga, washavuta kiberiti kipo wapi. Huyu akamatwa kwake kabisa akiwa na shamba ama tuseme kibustani kidogodogo cha bangi cha mihadarati. Lakini alichonifurahisha ni kwamba alikuwa anakataa kata. Unamsikia sauti yake hapo? Iliota tu yenyewe, sijaotesha. Sijui kama ni bangi sababu sijaotesha. Mchambuzi wangu unalipi la kusema kwenye habari hiyo? Studio. Hii imenifurahisha sana. Ni kijana wetu anasema kilichoota nje ya nyumba yake hata yeye hakifahamu, kimejiotea. Ila cha ajabu kakipalilia. Sawa, tunakubali imejiotea. Sasa mbegu imetoka wapi? Na ameipalilia, ametoa magugu. Imestawi. Sawa, tukawauliza wananchi, wana kijiji ambao wamemzunguka yeye. Na hichi ndicho alichotujibu. Eti, mnafahamu nini kuhusiana na hilo hapa? Ni bustani ya Edeni.
Yeye anakataa. Hakika kweli hiyo ni bustani ya Edeni na mtu amepalilia kabisa, amekitengea na kitalu, lakini anakuambia imejiotea. Naam, tukitoka kwenye hiyo habari mitandaoni ambayo inatikisa kidogo, na kuna hii kutoka Instagram sasa. Hizi ni habari za burudani na michezo. Naam, manguli wa hip hop waamua kurudisha hip hop katika mahala yake, na hapa katikati kulikopo kuna sekeseke la kufanya freestyle battle kati ya Max Cortez na Climax Bibo, Mkongo wa zamani ambaye kidogo alipumzisha virago katika kufanya game na akaamua kurudi kwa kutafuta kisasi nani anamweza kwenye freestyle battle. Lakini Max anakuambia mimi bila hela mezani sifanyi kazi. Anakwambia mziki ushakuwa biashara na nini nifurahishe mashabiki. Leo hii unataka kujizibua pua. Leo unataka kukisanua. Unaweza kweli kukichafua. Ama unataka akili zetu kwanza kutusumbua. Kuna kitu kimoja hujakigundua. Mimi na nasa na kwama kama ugonjwa wa mafua. Wewe nadhani umesikia kidogo hiyo mistari hapo. Utajua sasa nani ni mbaya na nani ni mkali katika utunzi na uandishi ulio bora. Tutoke hapo. Habari nyingine ya kusisimua ambayo hii sitakaa niweze kusahau. Ni tukio ambalo pia mimi linaniumiza baada ya Real Madrid kupokea kichapo cha bao 6 kutoka kwa Bayern. Ya kunifurahisha ni kwamba Arsenal ameweza kutoboa na kuwa timu ambayo imewakilisha England vile iwezekanavyo. Watu wa Man U, watu wa Chelsea wako hawajui wafanye nini, lakini Arsenal wamekuwa mwakilishi wao. Na za ndani kabisa ni kwamba bingwa UEFA atakuwa ni Arsenal. Kwako mchambuzi, unalipi la kusema? Kutoka studio, UEFA sio makalio kusema na Arsenal kizungumkuti achukue. Ana kipengele cha kuvuka kwa vijana wa Simeone. Diego Simeone ndo mtu ambaye analipwa pesa nyingi kuliko kocha yoyote duniani. Na za ndani kabisa ambazo hamzifahamu, Diego Simeone ameambiwa hivi na Atletico Madrid, kama ikitokea ameshinda UEFA basi anapewa mkataba wa maisha na Atletico. Sasa unadhani atakaza kiasi gani? Kwako studio. Lakini asipovuka kizungumkuti, asipovuka ataungana na mwenzake Barcelona. Habari hizi zitakwenda kumuumiza Simeone kwa sababu Arsenal anakwenda kumtoa Atletico Madrid bila yeye kupenda. Apende asipende anakwenda kutoka, na hilo liko wazi. Kutoka matukio mtandaoni ama matukio mitandaoni, ni mimi mtangazaji wako adhimu Oka Martini, nilikuwepo naye kipara pale mtaani kwako. Unapenda kumuita Mwalimu Kapoza. Amepoza kabisa kwenye kuleta habari moto pale mitaani na kuhakikisha kwamba tunachangamka kwenye matukio mitandaoni, kutoka Instagram, TikTok, kutoka pale Facebook mpaka Twitter. Tunahakikisha kwamba tutakupa habari moto. Usikae mbali kwa sababu ndio kwanza tunaanza. Hii ni part 1, iko part 3 mpaka 7 mpaka 13. Hatutaacha kufanya hiki kuhakikisha kwamba unapata kilicho bora. Nadhani muda wote ulikuwa unaona hapo chini tunayo Unyabini Party, basi tunakukaribisha ukaribie na kwa kiingilio cha shilingi 50,000 tu unakwenda kupata Unyabini Party special hapa Dodoma. Itakupo Dodoma na ni mtaa ambao tutakuja kukujuza zaidi na zaidi kwa sababu habari zipo kila siku, ila Ijumaa tarehe 24 ndio itakuwa tukio la Unyabini Party. Hii ni Wanyabi TV. Tunafunga kwa kuambia kwamba tulipo sisi ndipo vibe lilipo. Unalipi la kuongea mchambuzi wangu? Hapana, hamna kingine zaidi ya alamsiki. Na ni mchana. Alamsaka.